Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. Akhi wa ukhti, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ndugu yangu mtazamaji, baada ya kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia rahma na amani Mtume Muhammadin alayhi salatu wa taslim, biidhnillahi ta'ala, katika baadhi ya mambo ambayo ni mazito katika kipindi chetu, kipindi ambacho kinakujia kwa kupitia channel yetu ya kipindi ambacho kipo hewani ni fi mithli hadha al-yawm, siku kama ya leo katika mwezi mtukufu wa Ramadhani. Baadhi ya matukio makubwa ambayo ni makubwa kweli kweli ni tukio ambalo limetokea ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani siku kama ya leo, ambayo ilikuwa ni mwezi 20, nao ni Fathu Makkah. Fathu Makkah ilikuwa mwezi 20 mwaka wa 8 Hijiria. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam anaingia Makkah, ambayo ilikuwa Mtume wa Mwenyezi Mungu akiwa na shauku sana kurudi Makkah, kuja kuifanyia Fathu Makkah katika siku kama ya leo. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam ndio anaingia Makkah. Waliomfuata Mtume wa Mwenyezi Mungu kuangalia matukio yote yale ambayo Mtume kwa akiyafanya sallallahu alayhi wasallam mwezi mtukufu wa Ramadhani, wakimwangalia anapoingia na anapofanya mpaka Mtume wa Mwenyezi Mungu anaingia Makkah, kuna masanamu idadi yake 360. Masanamu haya katika riwaya zinasema yote alimwolewa na Mtume sallallahu alayhi wasallam. Lakini usione kwa ni kazi ndogo. Lau kama ingelikuwa ni katika kipindi chetu cha leo, basi ingekuwa ni kazi kubwa. Lazima tutafute magreda ya kuja kuyangoa, sababu ilikuwa imepigwa shaba chini. Yale sanamu limesimamishwa, limepigwa shaba chini kiasi kwamba kuja kulingoa sio kazi ndogo. Lakini wanasema wanawachuoni katika historia, Mtume wa Mwenyezi Mungu alipoingia kwenye ile al-Kaaba, yale masanamu kwa idadi yake kubwa, alikuwa na fimbo yake akasema, waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Waambie jaa al-haqq, haki leo imekuja, wa zahaqa al-batil, batil imeondoka, innal batila kana zahuqa, batili kwani yenye kuondoka. Akilionyeshea lile sanamu kwenye paja lake la uso linaanguka huko, na kama Mtume Mwenyezi Mungu ataligeukia nyuma kielekezea kwenye kichogo chake linaanguka. Waqul jaa al-haqq wa zahaqa al-batil innal batila kana zahuqa. Yakaondoka ile masanamu kwa muda mfupi sana, kwa muda mdogo sana, yakaondolewa yote na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika Fathu Makkah. Watukufu wa Islam, hii Fathu Makkah ndiyo ambayo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alikuwa akimpa bishara mtume wake Muhammad, idha jaa nasrullahi wal fath, pindi ikija nusra ya Allah na ukija ushindi, wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, taona watu wanaingia kwenye dini ya Allah makundi kwa makundi. Fathu, inna fatahna laka fathan mubina, Fathu Makkah. Mpaka wanasema wanachuoni mara nyingi ikija Fathu basi ujue hii ni Fathu Makkah, ila kukiwa kuna siyaki ya maneno itoe katika Fathu ya Makkah ine kwenye Fathu nyingine. Lakini Fathu ikija basi inakuwa ni Fathu Makkah. Ndugu yangu mtazamaji, ilikuwa ni siku ya furaha ya kipekee, na kuna matukio mengi ambayo yalitokeza Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam katika Fathu Makkah. Moja wapo katika matukio ya ajabu siku kama ya leo ndio siku aliyopanda Bilal katika Kaaba. Kapanda juu, akaambiwa apande na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Bilal kama nakileta ile picha jinsi alipata ile sharafu ya kupanda juu ya Kaaba akiadhini, akapanda. Makuraish wakimtazama Bilal, rajulul aswad ifriqi, kiwa juu, wanaumia mpaka wanasema ghurabul aswad ala ruusina, kunguru mweusi katupanda kwenye vichwa vyetu. Yani kapanda juu ya Kaaba
lakini hisia zao kama vile wamepandwa kwenye vichwa vyao. Siku kama ya leo Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam kunyanyua vile vile haki za wanyonge, ambaye Bilal ilikuwa Makka si chochote, anaadhibiwa, anapigwa, anakanyagwa, anawekewa mawe mazito kwenye kifua. Leo Bilal anapanda juu, is'ad ya Bilal wa adhin. Bilal panda juu wadhini, kapanda juu Bilal akaadhini mpaka Makureshi wanang'ata vidole, sema afadhali ningekuwa siku hii sijaiona, tamani ningekuwa mimi niko katika tumbo la ardhi. Wakawa warehemu na kuwataja vizuri, sema rahima fulani ambaye siku ya leo hajaiona, ambaye katika tumbo la ardhi, kuliko kumuona huyu rajulun aswad ala urusina Bilal. Na ilikuwa watumwa kutoka Habasha, ilikuwa ni watumwa duni mno, na wanaonekana Bilal ni katika ardhi ya Habasha, japo baadhi ya wanawachuoni kama Ibn Kathir sema hivi ni katika ardhi ya Sudan, katika Wanubi ambao, lakini kuna nosema pia ilikuwa ardhi ya Sudan, ilikuwa inaingia katika ardhi ya Habasha moja wapo. Ala kulli hal, rajul ifriqi Bilal anapanda juu kitoa adhan, Allahu akbar, siku kama ya leo. Allahu akbar. Ndugu yangu mtazamaji, katika baadhi ya matukio makubwa ya siku kama ya leo ambayo ilikuwa ni siku ya kipekee, ndio siku ya watu baadhi yao walioslimu, kama vile alikuja kuslimu Ikrima. Siku kama ya leo ndio alipokuja kuslimu Amr bin al-As, baada ya kukimbia masafa ya mbali, akaja akarudi. Mtume wa Mwenyezi Mungu alayhi salatu wassalam ndio amefungua Makka, yupo Makka, anakuja Ikrima, anakuja kutoa mkono kuweza kumfanyia bai'a Mtume sallallahu alayhi wasallam. Aliponyosha mkono Mtume wa Mwenyezi Mungu ili ashike mkono wa Amr, mkono wake akaukunja. Fasala, limadha qabalta yadaka ya Amr, kwani Amr umekunja mkono wako? Qala uridu an ashtarita ya Rasulullah, Mtume Mwenyezi Mungu nataka niweke sharti yako ni sema hivi, uridu an tad'u Allah li an yaghfira li, nataka uniombe Mwenyezi Mungu anisamehe makosa yangu. Kaambia Amr, amma alimta anna al-islam yahdi ma kana qabla, hujui Uislamu unavunja madhambi yote, inafuta madhambi yote, na vile vile hijra tahdimu ma kana qabla, hijra inafuta madhambi, na vile vile haji na vile inavunja, inaondosha madhambi. Kwa hiyo Amr akanyoosha mkono akamfanyia bai'a Mtume Mwenyezi Mungu alayhi salatu wasallam. Qala ya Rasulullah, hakuna kiumbe ilikuwa nimchukia duniani kama ninavyokuchukia wewe, lakini sasa hivi hakuna uso ninaupenda kama uso wako Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Muhammad, hakuna eneo ambalo nalichukia kama eneo ambalo unaloishi wewe. Sasa hivi hakuna eneo ninalopenda kama eneo unaloishi wewe, maana yake nitaondoka na wewe Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siku kama ya leo, fi mithli hadha al-yawm, siku kama ya leo, katika baadhi ya mawaqifi ambayo yalijitokeza, ndio siku vile vile katika baadhi ya matukio ambayo yanatajwa, ndio Uthman alipokuja na ndugu yake Abdullah ibn Abi Sarh, alipokuja naye kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia ya Rasulullah, nakuomba msamehe ya Abdullah ibn Abi Sarh. Abdullah ibn Abi Sarh, ukipata maneno yake kwa ufupi, ndiye yule ambaye alikwenda kufikia cheo mpaka ilikuwa ni katika kutabul wahi, ilikuwa ndio mwandishi wa wahi, lakini akafanya tukio gumu, akartadi. Aliportadi, Mtume alipoingia Makka akasema, mkimkuta fulani na fulani waueni, moja wapo jina la huyo Abdullah ibn Abi Sarh, kimuona wewe muueni. Abdullah ibn Abi Sarh akaja akabewa na Uthman. Uthman ni ndugu yake, wenyewe pamoja, ndugu yake kwa naye kwa Mtume Mwenyezi Mungu, akamwambia Mtume, msamehe Abdullah ibn Abi Sarh. Mtume kanyamaza kimya. Ya Rasulullah, msamehe Abdullah ibn Abi Sarh. Mtume kanyamaza kimya mara tatu. Ya Rasulullah, msamehe Abdullah ibn Abi Sarh. Mtume akasema qad fa'alt, nimefanya hivyo. Basi wakaondoka. Kisha Mtume akasema, hakukuwa na mtu ambaye ana akili vizuri hapa, wakati mimi nimenyamaza mara ya kwanza, mara pili mkamrarua yule, mkamkatakata, na nishatoa agizo auawe. Asa Mtume Mwenyezi Mungu hatukujua bwana, madam kaja na Uthman tukaona tunyamaze,
na ungetuashiria Mtume angalau kwa jicho tu, katufinyia jicho tu, basi tungemrarua yule. Lakini Mtume asema ma kana linabii an yakuna lahu kha'inatul a'yun, asema haifai kwa Mtume awe na kiini jicho, yani asema vingine na huku atoa ishara kwa macho kwa kitu kingine. Ala kulli hali, tukio lilitokea katika Fathu Makkah, Mtume wakati ameingia Makkah sallallahu alayhi wasallam. Ndugu yangu mtazamaji, kuna matukio mengi, lakini tukio hili nilifanya liwe peke yake kwa sababu limebeba mambo mengi sana. Fathu Makkah, na ilikuwa ndiyo nguvu ya Waislamu kukusanyika kwa idadi kubwa baada ya kufunguliwa Makkah, na kibla cha Waislamu kikawa hakina kizuizi tena. Ndugu yangu mtazamaji, tumefikia mwisho kwenye kipindi chetu ambacho kimebeba anwani fi mithli hadha al-yawm. Tukutane kwenye kipindi kijacho. Ila liqa, wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.
Usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda online.